Kifika hapa, yaani hata ya mafuta unayaona ni mafuta yake. Yes, ndio maana afya ya mtu hutegemea tangu mwanzo. Amezaliwa mtoto hajanyonya maziwa ya mama, ni kweli anaweza kaishi, lakini usishangae hazitoshi. Usishangae anakwasha ya kudumu. Yaani hata ufanyaje alishadumaga ndani, yaani amedumaa ndani, lakini nini? Macho hakuwekewa sawa sawa wakati wa udogo. Msingi kwa zile protini za mwanzo za mama ni za muhimu kuliko unavyofikiri. Kwa hiyo mtu ana afya, ujue kuna msingi imara, kuna mahali anahudumiwa sawa sawa, na ndio maana akatokea kama alivyotokea. Nimeshuhudia mimi kule hospitali, ndugu yangu mmoja alikuwa na mtoto wake mkubwa. Yule mtoto sasa anatumia miwani. Kwanza tuseme anasema huyu mtoto tatizo la kutumia miwani, wakati wa udogo wake alikuwa halishi machungwa, matunda ya nani, mambo ya kijani. Sasa akaathiri sijui nini. Kwa wakati ule hatukuona. Sasa amekuwa mtu mzima, vile vinilishe vile sijui nini havimo, ndio macho yake uwezo wa kuona sasa hauko sawa. Kwa hiyo inabidi wamsaidie. Sio tatizo lake, tatizo ni msingi. Tatizo kwenye udogo wake. Kwa maneno haya wapendwa, hata kama sisi wataalamu wa afya, mama akiwa mjamzito lisha mboga, samaki, maziwa. Katoto kakizaliwa jitahidi kuweka mayai na maziwa na matunda na juisi zile za fresh. Itika amina. Jamani, itika amina. Ndio. Usimwache tu mtoto anajua mwenyewe. Madhara yanaweza sionekane wakati ule, lakini kwenye safari ya maisha yake atakuja kugongana mbele ya safari. Nilikuwa nakukazia nini? Kwa hiyo hiki ninachokifundisha, baba yenu ana hisa kwangu. Baba yenu ana investment yake kwangu. Anawekeza kwangu. Jamani, tuko pamoja? Amen. Kwamba wewe una nafasi ya kumfanya kaenda ama kakwama. Maana Biblia inatuambia, Paulo anasema, watiini wenye kuongoza, kwa sababu wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Lakini kuna neno la msingi pale anasema, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kwa maana ni watatoa hesabu kwa ajili yenu. Mtu amepotea kanisani, umefundisha kwa nguvu na kwa mzigo, unashangaa ametoroka kwa mwanaume bila utaratibu. Na mimi naumiza. Huyu tumefundisha jamani, nimeombea, nimemtia moyo, nimemtembelea, nini kimetokea? Ukifuatilia maombi mengi ya wachungaji, wanaombea sana washirika wao, hasa ninyi kizazi ambacho bado hamjaoa, hamjaolewa. Maana huo umri tunasema ni walking bomb, ni bomu linalotembea. Anaweza kama vyovyote dakika yoyote. Anaweza kama vyovyote wakati wowote. Yaani ukikuta umekuja kwenye ibada hapa, na wajua wachungaji Jumapili mara nyingi hawafanyi ibada. Amekaa hapa anashughulika na watu wake. Fulani leo hayupo. Yuko wapi? Tuko kwenye ibada hapa, anawaangalia waliko. Hapana, nikana ni leo hayupo. Kuna nini kimetokea? Leo hayupo. Kuna nini kimetokea? Labda ndio hivyo. Ikijisha ibada ni simu anaanza kupigia watu. Fulani sijakuona leo. Fulani siko nini? Moyo wake uko kwako. Mpe nafasi mchungaji wako ya kuabudu. Mpe nafasi ya kuwa na raha mbele za Bwana. Usimzeeshe. Anapiga simu na mgeni mchungaji kuuliza uko wapi. Majibu rahisi tu. Mchungaji, nimeamka tu nikajisikia. Umemaliza. Ni basi tu kwa sababu ya mchungaji. Lakini Yesu, kama tungekaa kikao kimoja akasema tuchangie hoja kwenye mipango yake, ningesema mzee, tupe na mamlaka ya kunyosha fimbo wazembe. Tupe mamlaka. Maana wengine wazembe mno, hana hoja yoyote, yuko nyumbani. Niliona kwa kweli nywele zimefumuka baba, akasema utakiko kwenye ibada. Hivi anakuja hapa kukagua nywele zako wewe nani? Nani anakuja kukagua nywele zako hapa? Nani anakuja kukagua umevaaje hapa? Nimeona nguo sina. Kwa hiyo hapo huko lohada. Eti amevaa nguo, anasema nimeona nguo sina. Mtu mzima. Kinachoudhi ana miaka 3 kanisani. Ana miaka 4 kanisani. Ana miaka 5 kanisani. Anasema nimeona nguo sina. Hapa anaposema hana nguo, amevaa. Wangapi walikuwa Jumapili kanisani hapa? Jumapili iliyopita walikuwa kanisani.
Asante sana. Mungu akubariki. Mama nani ulikuwepo? Ulikaa na nani Jumapili? Ulikaa na huyo? Asante sana. Mungu akubariki. Maana uzuri wake yuko hapa. Alivaa nguo gani Jumapili? Baba simama sema kwa sauti. Alivaa nguo gani Jumapili jirani yako? Sema kwa sauti wasikie wote. Jumapili walikaa wote hapo kama walivyokaa. Sasa nauliza alivaa nguo gani? Nisaidie. Haleluya. Naomba mpigieni makofi sana mama nani. Angesema nakumbuka ningemaliza ibada nikakuambia sana toka. Kwa nini nasema vile? Hapa tumekuja hakuna mtu anashughulika na mtu kavaa nini. Hakuna mtu amekuja hapa anashughulika na mtu katokaje. Hapa kila mtu kaja mbele za baba yake anashughulika na Mungu wake. Hakuna mtu anashughulika na nguo za fulani. Nataka ufute wazo ya kwamba mimi sina nguo. Hakuna anayeshughulika na nguo za mtu hapa. Hakuna mtu anashughulika na nywele za mtu hapa. Hakuna mtu anashughulika na gauni la mtu hapa. Hapa tumekuja agenda ni moja. Yesu sijipite, Yesu niguse, Yesu nikamate, Yesu nishike. Ndio agenda iko hapa. Analeta majibu mepesi kiasi hicho. Unajisikiaje wewe ungekuwa ni mchungaji? Unamfanya mchungaji aanze kuwaza vibaya. Anaanza kuangalia hivi mimi mshirika ana nini tatizo? Ndio anaanza kuleta vifaa mbalimbali. Alete spana ya tairi. Alete swidi. Mimi natoka hapa ataleta mhubiri mwingine. Ni jitihada za kulifanya hili gari likae sawa. Maana lieleweki sasa ina tairi inafanya hivi. Malaki kwenye sura ya 2 anawaambia matokeo ya hiki ambacho makuhani wamefanya. Nisaidie 2:1-3. Malaki anawaambia matokeo ya hiki walichofanya makuhani. Matokeo yake ni nini? Anasemaje? Malaki sura ya 2 mstari wa 1 Biblia inasema, na sasa enyi makuhani, amri hii yawahusu ninyi. Kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitia moyoni ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeeni laana, nami nitazilaani baraka zenu. Naam, nimekwisha kuzilaani kwa sababu hamiatii haya moyoni. Mstari wa 3, angalieni nitaikemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka nyuso zenu mavi, naam mavi ya sadaka zenu, nanyi mtaondolewa pamoja nao. Asante sana. Tumesikia matokeo. Tumesikia matokeo. Mungu anasema kwa sababu hii makuhani nimewapiga kwa laana. Mtalaaniwa. Anaposema nitalaaniwa, akagundua sio watalaaniwa. Tayari mko kwenye mwendo wa laana. Tumesikia story hiyo. Nitawapiga kwa laana. Akasema naam, mmekwisha kulaaniwa. Kwa sababu ya mtindo huu wa kupokea sadaka mbovu, halafu hamkuambia watu kweli, hamkuambia watu hicho Mungu anapenda ama hapendi. Ninyi mkachukua mkapeleka madhabahuni sadaka kilema, mkaleta madhabahuni sadaka kipofu, mkaleta madhabahuni sadaka ambazo hazikubaliki, na wapiga kwa laana. Tayari mmeshalaaniwa. Niulize swali. Sisi wa Pentecost tumezoea sana mambo hayaendi, tunasema shetani. Mambo hayaendi, pepo. Mambo hayaendi, laana. Hivi kwenye story hii kuna shetani katajwa hapa? Hapana. Jamani, kuna shetani katajwa hapa? Hapana. Hii laana imeletwa na mapepo? Hapana. Hii laana imeletwa na mashetani? Hapana. Hii laana haijaletwa na pepo. Na nana nawaambia wapendwa wenzangu, kuna mambo mengine, kuna siku shetani atatutokea hapa. Kuna watu watawapeleka mahakamani kwamba wamenionea, mimi sihusiki katika hili. Yes, sihusiki. Hawa makuhani wamepewa maelekezo na baba yao, walete sadaka kamili, watoe dhabihu zilizo sawa sawa. Wao wakapeleka kilema. Matokeo ya kupeleka kilema, Mungu akawakataa, Mungu akawalaani. Wameacha kushughulika na matatizo na baba yao, wanakimbilia shetani. Toka Kongo, toka shetani. Kabla hujamwambia
unamvamia shetani, jihoji. Amina. Tuambieni ukweli. Kama umepeleka lawama kwa shetani, jihoji. Amen. Amina. Napojenga hoja, shetani toka. Mimi kwenye maelekezo nimekaaje? Mimi kwenye muongozo nimekaaje? Maana hapa hatumsikii shetani akilaumiwa. Hatumsikii pepo akilaumiwa. Wanalaumiwa wao kwa matatizo yao. Na anayesema ni walani hapa, wala hajalani shetani. Baba yao kawalani mwenyewe. Ndio. Shetani hapa ipo. Hata unapomkemea toka shetani, umemwanza. Umemwanza. Si tuko peke yetu hapa, tuambiane ukweli, umemwanza. Ni ugomvi wako na Mungu wako. Yeye hayupo hapa. Mchungaji, leo namfagilia shetani. Nyeupe iwe nyeupe. Pakulaumiwa tumlaumu. Wewe ni mwizi wa zaka. Halafu nasema Mungu fungua milango. Shetani toka. Shetani yuko wapi hapa? Kila anachopanda mtu ndicho atavuna. Umegoma kupanda, unategemea mavuno. Toka wapi? Wewe ni ligwa. Wewe ni kinyagisi. Wewe ni chuma ulete. Chuma ulete hapandi. Anaenda kuchuma vya wenzake. Baba Askofu uniombeake. Masomo haya hayana wateja. Sahau kigeregere. Sahau makofi. Sahau hivyo futa. Masomo haya hawapendi. Watu wanataka mzungu waletege ile wanayoyapendaga. Leo wale ambao hawana nyumba watatoka na nyumba hapa. Wale wasioendesha wataendesha leo hapa. Wale waliopanga watakwenda kwenye miji yao hapa. Wale wanaotaka mashamba hapa. Wasiooa wanakwenda kuoa hapa. Mahali nakwenda kutokea. Ama bibi harusi atajitokezea mwenyewe. Wazazi wake watasema naendaga bila ng'ombe. Utasikia sema baba, huyo ni roho, huyo ni mwenyewe. Na mimi nataka nikwambie, hata haya mazegezege ni baba yako kanituma. Hata haya makokoto baba yako kanituma. Yes. Hawa jamaa wana masomo yao wanapendaka. Wewe waambie hapa, leo hapa wote mnatoka kwa baraka. Wamama hawatumi na mtu, vigeregere vitachomoka. Wababa hawaambiwi na mtu, mirusi itatoka. Na wengine watajitolea kwenye viti mle, wanaona hata viti wanavizeesha. Wanatoka kwenye kile kama, sema baba no. Watatoka, wanachomoka pale. Hakuna mtu kawatuma. Kwa nini tulikubali na kuumiza? Lakini ndio tiba ya malaria. Jamani, kwa nini ni chungu? Lakini ndio tiba ya malaria. Hawa jamaa wamelaumiwa. Wanaambiwa watapigwa kwa laana. Na tayari wameshapigwa kwa kuleta sadaka mbovu. Kuleta sadaka ambazo zikubaliki. Ndio. Watu wengine waliolaumiwa. Sura ya 2 13-16. Malaki sura ya 2 mstari wa 13 mpaka 16 Biblia inasema, tena mnatenda haya nayo, mnaifunikiza madhabahu ya Bwana kwa machozi, kwa kulia na kwa kuugua, hata asiangalie tena hiyo dhabihu wala kuitakabali mikononi mwenu na kuiridhia. Lakini nanyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambaye alikuwa na ufahamu kidogo. Au je, kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Kwa hiyo jihadharini roho zenu, mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana. Mstari wa 16. Maana mimi nachukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli, naye aifunikizaye nguo yake kwa udhalimu na mchukia, asema Bwana wa majeshi. Basi jihadharini roho zenu, msije mkamtenda kwa hiana. Asante sana. Na mtuangalie. Hoja ya pili, kidole kinanyoshwa kwa jamii. Wanataifa wa raia ambao leo tungesema kanisa wameshughulikiwa, makuhani tatizo lao, wameshughulikiwa dhambi yao. Hapa sisi tunajifunza, na mimi najifunza kama mchungaji nisimamie viwango.
nisimamie madai. Ndio raia walikuwa na shida, washirika walikuwa na shida. Shida ya washirika inatajwa hapa nini? Walikosa uadilifu kwenye ndoa. Walikosa uadilifu kwenye ndoa. Ni mtu kaoa madhabahuni kabisa, na shera limevaliwa, wiki 2 wiki 3 mambo yamebadilika kwenye ndoa. Ni mpendwa ana mchepuko. Ndio shangalie pembeni, baba nani naongea na wewe. Ni mpendwa ana mchepuko, wakawatenda mambo ya hiana wake za ujana wao. Mkataba wa ndoa, ndugu zangu, ni mkataba wa damu. Na ndio maana wewe ambaye hujaoa tunakwambia bro, mtafute Mungu. Lili ni gereza la hiari, unajipeleka mwenyewe. Ukisha ingia bro, kuna gia moja tu ya kuingilia, if out haiko. Ule mlango ile shule ni ajabu. Yaani na mlango mmoja tu, yani kama ndio, yani ni mbele kwa mbele. Ukisha ingia tu meisha. Baba mchungaji, ana maneno magumu mwanamke huyo. Yaani hata wewe uwezi, mchungaji anakushawishi na wewe uingie kwenye mtandao. Hata wewe mchungaji. Na bali kwa mchungaji mwadilifu. Hatueleze lugha yake, utasikia jipe moyo bwana. Baba mchungaji. Vumilia. Nikaja baba, jana amenifinya. Amenimagia sufuria ugali. Nimemwapa. Nimemwapa maji ya moto. Utasikia unamkumbuka mtumishi wa Mungu Ayubu. Mtumishi wa Mungu Ayubu alivumilia. Mtumishi wa Mungu Ayubu alicheka mmoja. Anakuja kumaliza kwa hoja nzito. Unauona mwisho wa Ayubu. Ukweli ni kwamba baba mchungaji hana hoja, hana jibu. Yaani hapa natafuta tu namna ya kukutuliza maumivu, ni panado. Hana namna. Funguo ya kufungulia uchomeke bro haipo. Na ndio maana nakuonya mbele. Mtu ana tabia ya mtu, mtu ana hali ya Mungu iliyoko ndani yake, mtu ana uchaji wake. Vingine tunavyopimia wewe bro vitakusumbua kesho. Ndio watu hawataki kukaa kwenye magoti amtafute mwanamke huko, anatafutia macho. Rafiki yangu anaweza kukushawishi ukavutwa na reception. Ndoa ni zaidi ya reception, nakwambia kweli. Na maneno haya sikwambii mimi, anasema mtu mwenye hekima sana kuliko wote, Suleiman. Anasema ni afadhali ukae kwenye kona ya nyumba. Hapa ndio sebuleni kwako, hapa ndio chumbani kwako, hapa ndio dining kwako, hapa ndio kila kitu, lakini pamoja na mwanamke mnaenda sawa, kuliko kwenye sebule pana kama jengo hili na mwanamke mzuri mrembo lakini mkorofi. Ni Suleiman. Sebule kama hii, kama mwanamke ni mkorofi, hii sebule ukubwa wake ni kama kasindani, haitoshi. Raha ya nyumba ni mke anayetabasamu, ni mke anayejali, ni mke anayekuthamini. Hata kama kachumba ni kadogo, inakuwa sebule yake kama pana. Sebule kama hii, mwanamke jeuri, mwanamke mkorofi, ni kama uko kwenye katoileti fulani, unatoka nje, huyu hapa katika jina la Yesu. Unataka uende sababu mmegongana, umetoka jikoni pa. Unataka uende kumnakutana kwenye mlango wa chumbani pa. Kwa kwenda huoni. Roho wenzako ni neema ya Mungu. Amen. Zamani za ujinga Mungu alijifanya haoni. Sisi hatukupata mafundisho unayoyapata wewe. Kwamba mwanamke mtafute kwenye magoti.
Sisi ilikuwa ni muujiza tu. Maana mke wangu tuliona hatujamjua Yesu. Mungu aliniotesha kwa sababu najua kama mambo ni ya kesho. Na waza ningekuoa wewe mama nani, ningekuweza. Yanajiuliza maswali. Nasema Yesu anawajua watu wake tangu tumboni. Angenipa wewe hivi ulivyo mama nani, na mchango wako ule, na kamdomo kako nako kachezeshaga, na mikogo yako ya hivi ningekuweza. Asante Yesu, uliniona ukaniletea wasaizi yangu. Hata kama sikukujua, wewe ulinijua tangu tumboni, ukanivuta Bwana, ukanileta kwa ule muujiza. Usifikiri na kwako kudogo. Kaa kwenye magoti. Ndio. Kaa kwenye magoti rafiki. Huko ndiko atokea mke wako. Kwa sababu ndoa sio sura. Sura nilikuambia juzi itakupa mwanamke, itakupa mwanaume, lakini ndoa haidumishwi na sura, haikamatwi na sura. Ndio. Ndoa inadumishwa na tabia zinazofanana, tabia zinazoenda pamoja. Ndio. Sasa anajua tabia ya kwako ni Mungu. Ndiye anajua ubavu wako upi mtakwenda suti. Wewe ni kama kitu. Kale kagari pale kama kitu. Makitu imepata pancha. Unakwenda kuchukua tairi ya trekta. Unafunga kwenye makitu. Itatembea hiyo gari? Itatoka gari hiyo hapo? Haitoki gari hiyo. Brother, wewe ni makitu. Anayejua saizi yako ni Mungu. Na Mungu ameweka kanuni. Na wapenda wale wanipendao. Wale watakaonitafuta ndio watakaoniona. Kaa kwenye maombi. Tafute Bwana akupe wa kufanana na wewe. Huyo mwingine ni trekta. Liko trekta zake huko. Ziko Massey Ferguson. Ziko trekta za Ford. Waache waende wenye maford. Wewe nenda kwenye makitu yako. Jamaa walikosa uadilifu kwenye ndoa. Wanawake wakakosa uadilifu kwenye ndoa. Una watoto 5. Akina Mwika tunawafahamu tabia zao. Huaga waongee sana. Ni kama kondoo hivi, hawaongee sana. Akina Mwika tunajua sio wajanja. Wewe katoto ka kwanza asante, nikakina Mwika kabisa. Hata tabia, hata sura, hata tembea. Hata zile aibu ni za kina Mwika kabisa. Lakini kale katatu, hebu nyosha maelezo. Kale katatu, nyosha maelezo mama nani. Kajanja kakoifu fikika kasungura. Kajanja fikika kasungura. Baba nani, huyu mtoto vipi? Unadaka, yaani baba anasema, huyu mtoto unafikiri unaelewa? Unawahi mwenyewe kujibu. Huyu anachukua kwa bibi yetu, ya shangazi yetu. Yaani namtambulia mbele mume wake, huyu ni shangazi yetu. Unajua baba nani alikuwa ananiambia baba mdogo. Yaani shangazi yetu upande wa kwa bibi, kule walikotoka wajomba. Alikuwa hivi. Nini? Uadilifu kwenye ndoa uliporomoka. Watu wakawa ni wajanja. Watu wakawa wahuni. Kwa haya yanawapata kwa sababu watu sio waadilifu. Kutelekeza mke haisumbui. Kuacha mke haisumbui. Kuwa na nyumba ndogo haisumbui. Mungu anasema haya ndio sababu Malaki yameleta shida kwenye taifa. Hapa hataji shetani, hataji pepo hapa. Haya mambo haya ndio yamevuta hizo hali mlizonazo. Anasoma msomaji wetu pale anasema ndio maana hata mbegu mlipopanda mkavuna kidogo. Kwenye kutelekeza hapa wapendwa kuko kwa namna. Kila kizazi kina namna yake. Leo mtu anamchukua mke wake anafanya pale kama kasanamu. Ana uwezo wa kuongea na wengine Jumapili kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa siku nyingi za kwa nyumbani mnaendeleaje? Watoto je? Baba Yesu yamuona. Haleluya, haleluya. Anashika mkono wa mke wa mwenzake dakika 20.
lakini nyumbani kwake kaamka ikofana furumbu kama nilala peke yake, anachomoka ofisini, ndio yuko hapa baba mwanangu, sitaki ugomvi mimi, sija kuvuruga ndoa ya watu hapa, maana jioni mimi sitakuwepo. Ulipokuwa sema ndio pale ulikuwa na maana. Wewe niombe, ukiona nimepatia niombe, ombea kimya kimya. Baba mchingu mtumishi wako, mpaka mafuta mtumishi wako, ndio kuombea huko ndio. Mnaendeleaje na huduma ya uimbaji? Bwana, kamata dakika 20 mkono wa mkeo. Mambo ya kushika mikono ya wake za wenzako hapana. Narudia tena hapana. Hapana. Mimi nashika mama Judi huyu hapa. Huyu ndio nakamata mkono wake. Hata dakika 45 sina damu. Bwana, shika mkono mke mwenzako, una maana gani? Una agenda gani? Haya ndio hivyo. Sio wanaume, tuna wanawake wapo. Nashukuru Mungu Yerusalemu hawako, wako kule kwetu. Wana tabia mbaya. Hawezi kumsalimia mume wake kwa adabu. Hawezi kumwandalia mume wake chai kwa adabu. Ilitokea jamaa wanasali wote kanisani, karibu shemeji, karibu. Ya chai kwenye kikombe cha soza plastiki. Huyo mgeni ambaye hausiki na yeye, kikombe cha Made China, hivi zinakutosha mama nangu. Hivi nizaliwa miezi 9 au ilikuwa 4.5 katoka. Kuna watu ni ajabu sana. Yaani kama alitoka miezi 4.5. Huyo mume wako ndiye anayesota. Anashinda kwenye malori, anashinda kwenye magogo, apate pesa, alee familia, na familia wa kwanza ni wewe. Halafu unapelekea chai kwenye soza plastiki. Halafu jamaa asiyehusika na maisha yako, asiyejua thamani yako, ndio unapeleka kwenye madini ya kikombe cha Made China. Hivi zinakutosha na mamozo. Soza plastiki pelekea huyo. Huyo ni hangaika na wewe. Jua kumhudumia. Amina. Amen. Huyo ndiye anayevuja jasho ule wewe. Wengine wao wanadeka mpaka wamepitiliza. Kasipita kwa kichwa, baba na mama. Kutenda siwezi. Baada ya jioni nimebamiza, tafuta vieti ndio pake shoka hapa. Ile tutoke wapi? Ni mafia. Alafu huyu ndio mpeleka soza plastic. Sio peleka kutoka kupeleka kachai za Made China kule, ndio umwambia lete vieti hapa. Pata akili njema. Pata akili njema. Pata akili njema. Narudia tena, pata akili njema. Ndio. Hawa ndio mshughulikie huyu. Huyu ndio mhudumie. Ndio asimu mkie shikamo. Unaletaje shikamo kwa mwingine tu jamaa from nowhere huko. Shikamo. Hiyo ni hasara. Ndio. Hata kinuna cha kunifanya huna. Mimi ndio daktari wa zamu. Niko chumba cha theater. Hata kama ganzi imeshaanza kuchana, madam najua kufa ufi, ile mtema kuni utakutana naye. Ndio. Na uzuri wake bila unamaliza. Niliogopa ya kusema mwanzo, utakuja kwenye semina yangu. Ishi sanyunu yenu. Nini kinanizuia leo? Nini kinanikamata leo? Yaani ninyeshe ni wake naondoka.
Sura 3 mstari wa 7 na wa 10 na wa 8 tumalize hapa. Twende tukamshukuru Mungu, twende zetu. Sura 3 anasemaje? Malaki sura ya 3 mstari wa 7 Biblia inasema, tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu hamkuyashika. Nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam taifa hili lote. Mstari wa 10, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Asante sana, itosha hapa. Naomba niangalie sasa tatizo jingine ambalo Malaki analisema kama taifa kwa ujumla wao ni kugeuka upande na kumwacha Mungu. Kumbuka wanajiuliza, kwa nini tulitarajia kuona mafanikio hatuyaoni? Tulitarajia kuona tunainuka, tuko pale pale. Tulitegemea baraka, bado tuko kwenye laana. Tulitegemea kuwa vichwa, bado ni mkia. Hawana majibu. Malaki anawajibu. Anasema kilichosababisha hayo ni ninyi wenyewe. Sio ninyi tu, tangia siku za baba zenu mligeuka upande, mkajifanya hamuelewi. Mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yenu. Ndio shida. Ninyi na wazazi wenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yenu. Kumbuka hiki kizazi ambacho Malaki anasema nao ndio wale waliofundishwa sheria na Musa. Si mnakumbuka hilo pendo? Ndio wale waliopewa mausia na Musa. Wamefundishwa kuleta zaka, wamefundishwa kuleta malimbuko, wamefundishwa kuleta shukrani. Musa kawafundisha. Hawa tangu siku za baba zao wamegeuka upande, wakaacha hiyo, wakagoma kuleta zaka. Utakumbuka hata kitabu cha Nehemia ile sura ya 13 nafikiri, utaona kabisa wale majamaa waligoma kuleta zaka mpaka makuhani wakabeba mabegi wakaondoka. Nehemia anatuambia. Sasa mwandishi Malaki anasema hiki ndicho kimepelekea mlipo, mmeacha. Halafu anasema huyu Malaki anapoendelea kueleza ujumbe wake akatengeneza swali la kuwauliza ili kwamba hahitaji majibu yao, lakini kila mtu anatafakari moyoni mwake. Anasema, je, mwanadamu anaweza kumwibia Mungu? Majamaa wakahoji, tunawezaje kumwibia Mungu? Hivi nafahamu sifa za Mungu. Mungu tunajifunza ana nguvu kuliko kitu kingine chochote. Wayahudi walikuwa wanajua hilo. Mungu anajua yote. Mungu hakuna mlima unasimama mbele yake. Mungu haibiwi, hata Yesu anathibitisha hilo. Wekeni sadaka, wekeni hazina mahali ambako nondo na wezi hawafiki. Huyu ndiye Mungu alikuwa anaongelea hapa. Lakini Mungu anawaonyesha wale Wayuda jambo la ajabu. Anasema ninyi ndio watu wa ajabu, lakini ninyi mmemwibia Mungu. Hatimaye akahoji, tuna nguvu gani sisi? Tuna jeshi kubwa kiasi gani? Tuna makomando wa aina gani? Wafike kwenye ikulu ya Mungu, eti wamemvamia Mungu chumbani, halafu waibe vitu vyake. Nafikiri walishangaa sana. Wanamshangaa Malaki, brothers, zinakutosha au humfahamu Mungu? Mungu ni amiri jeshi wa majeshi yote. Mungu jicho lake linaga kope, yaani limemwaka tu kama tochi ya treni. Hasinzii wala halali. Unaweza ukaenda saa ngapi mvizie muibie, akasema na mimi ndio nakishangaa hicho, lakini ninyi mmeniibia. Pamoja na jicho lake kuwa kama tochi, pamoja na kwamba hana kope, ninyi ndio watu wa ajabu, mmefanikiwa kuniibia. Mwenyewe akahoji, tumeiba nini? Akasema ninyi mmeiba. Kitu cha kwanza mmeiba zaka. Ndio. Zaka sio mali yetu. Nirudie tena, zaka sio yetu. Zaka ni ya Mungu. Yes. Narudia tena, zaka ni ya Mungu. Amen. Hawa jamaa wameiba zaka, hawapeleki zaka. Ni tatizo. Kuto kupeleka zaka ndiko Malaki anasema imekuwa sababu ya haya mnayoyaona. Haya yanayotokea haya, kufeli, kukataliwa, kugomewa, kukosa kibali, msingi wake huko hapa. Ndio.
Mmejiongeza mkaenda mpaka kwenye dhabihu. Dhabihu ni sadaka ambayo hatuisemei sana. Kwenye Agano la Kale kulikuwa na sadaka zinatolewa dhabihu. Mara nyingi zilihusisha wanyama wanatolewa pale nje. Kwenye Agano Jipya hatuna tena sadaka za wanyama hapa. Maana Yesu ndiye sadaka yetu. Ndiye dhabihu yetu. Ndiye aliyetolewa pale. Lakini sisi tuna sadaka. Sadaka ipi? Hii ya Mungu. Hii hapa. Mmeniibia hizo dhabihu. Alikuwa anaandika kwenye dhabihu. Mmeniibia dhabihu. Leo tungesema ni sadaka hii. Kama ambavyo tumejaribu kujadili kidogo. Sadaka ya mtu aliyejaa vizuri na Mungu haiwezi kunyoka kama rula. Haiwezekani. Sadaka ya mtu anayetembea na Mungu huwa inakuwa iko kama safu za Kilimanjaro, kama safu za Kipengere. Ile milima ya Kipengere iko hivi. Iko hivi. Umeona? Iko hivi. Haijanyoka hivi. Na sadaka ya mtu aliyeokoka vizuri, ana Mungu ndani yake, sadaka yake huwa hivi. 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 Hivi, inapanda inashuka. Inapanda na kushuka kwa kutegemea kiwango cha baraka cha siku husika. Mungu anapokubariki sana, anategemea sadaka itahama. Anategemea sadaka itabadilika. Anategemea sadaka haiwezi kuwa kama jana. Leo umebarikiwa kidogo, sadaka itashuka kidogo. Kesho umebarikiwa zaidi, sadaka itapanda. Lakini hawa jamaa wakaweka sadaka zao lula hivi. Unaniulizi. Kwa sababu kazi ya Mungu inaendeshwa kwa sadaka. Yesu hajawahi kuwa mfanyabiashara. Yesu hajawahi kuwa chinga. Yesu hajawahi kuwa Mchaga ama Mkinga. Hajawahi. Biashara yake ni watu. Kazi yake ni watu. Haya mataa yanawaka hapa. Sijajua katibu wa kanisa wa hapa kwamba ulifika asubuhi ya leo. Leo ni Jumapili. Yesu, wewe ni nuru ya ulimwengu. Washa taa kawaka pawa. Sijajua kama nifanye hivyo. Ndio umefanya katibu. Humu ndani humu kinachofanya mwanga huu ni sadaka. Hujanielewa vizuri? Kinachofanya ujisikie comfortable hapo ulipo ni sadaka. Amen. Humu ninapoongelea humu wapendwa, hatujaweka roho humu. Hatujajaza Roho Mtakatifu humu. Humu tumeweka betri za China. Na betri zile zimekuja kwa meli, zimekuja kwa gari. Kufika mpaka hapa ni fedha. Humu ndani kuna zaka. Humu ndani kuna sadaka. Humu ndani kuna matoleo. Ndio yamewekwa humu ili mimi nihubiri kwa urahisi. Mungu anapobariki anategemea kuona watu watafanya zaidi ili mambo yanyoke. Wewe unakuja kwenye ibada na monji tu. Ana monji tu. Ana paji la uso tu. Akifika pale Mungu anajua. Ni kweli Mungu anajua kwamba wewe ni mvivu. Kwa sababu sadaka zinatokana na kazi. Ndio. Zinatokana na kazi. Uwezo utazipata sadaka unavizia za kupewa. Mtu mzima na ndevu kabisa brother nani. Baba, ana ndevu kabisa. Mama anamlazia kabisa. Uombe kwa huyo mume wako mama nani. Hela ya mandazi. Hela ya vitumbua. Hela ya mafuta ya unga. Hela ya brazia. Hela ya nywele. Hela ya masikini. Ukaombe na sadaka nani? Alafu mwanaume mwenyewe hajaokoka. Unaweza kalamba kibao. Alafu kaanza kusema ni shetani. Mimi nalipa ada ya watoto. Nalipa mkodi ya nyumba. Nalipa bili ya umeme. Nalipa bili ya maji. Na kanisani sadaka. Kwa nini hizo zingine usifanye wewe? Kwa nini hizo zingine usifanye wewe? Unaishi karibu na shule. Wale wanafunzi wanakulaga vile maji wanayogandisha naitwaje yale? Wanaweka rangi zinaitwaje? Barafu. Mume huyo kaleta umeme ndani. Mume huyo kakuletea na friji ndani. Na bomba iko hapo. Wewe umekaa umenyosha miguu
nyumba uko kwako hujapanga. Kaweka na fence mwanamume wa watu. Fence ya kutosha. Tena ni ukuta refu. Umeshindwa kuweka hata kuku wa kienyeji ambaye hana shule yoyote. Yaani kama chekechea feria. Wanaenda tu kuku. Hutaki kuwafungulia, katoe tofali moja jikoni. Toa tofali moja jikoni. Pale kwenye mlango, nyumba haianguki kwa tofali moja kutoka. Toa tofali moja pale. Yule kuku atajiingilia mwenyewe. Atajitokea mwenyewe. Atajitafutia chakula chake yeye mwenyewe. Huhitaji kufunga na kufungua mlango. Ukichelewa ulikokwenda hakuna shida. Atajitafutia chakula chake mwenyewe. Atajitafutia wapenzi wa chumba mwenyewe huko. Wala huhusiki wewe. Atatafuta wachumba mwenyewe huko aliko. Mwenyewe kabisa. Watajifanyia send off mwenyewe. Hahitaji kikao chako. Hahitaji kamati. Hahitaji kamati. Amefanya send off mwenyewe huko. Akipata yai analeta nyumbani lako. Umeshindwa na hiyo. Hiyo nayo umeshindwa. Unakuja nyumbani mwa Mungu mikono iko hivi. Imetepeta utafikiri mlenda. Nimalize kwa kusema ulipaji wa zaka ulikusudiwa kufanya haya. Israeli wakileta zaka, nyumba ya Mungu isipungukiwe na chakula. Kanisa lisipungukiwe na chakula. Kanisa ni kama hospitali. Ni siri ya mtungi. Ndio maana mchungaji atakuwa na milioni moja hapa. Usishangae kesho hana 100. Anakuja mshirika analia, mimi wiki 4, wiki 6, mwanaume eleweki, nina watoto 6. Angalia sasa, yule kwanza amefukuza shule, wa pili amefukuza chekechea, wa nne yule tayari huyo, mwingine yuko hospitali. Hapa nilipo baba mchungaji siku 2 sijaonja chochote na vitoto vilivyoacha vimelala. Unafikia tabaki naye mfukoni. Hata mnaposimama wachungaji wanakula hela zenu, mnawaonea, tunakulaga pamoja. Tusidanganyane hapa. Tunakula pamoja baba mchungaji anatuonea. Anasema mnakula hela wakati zile hela kuna share wote. Wananunua gari washirika. Wanawaambia na watu tumemlia baba mchungaji gari. Haleluya. Yaani ni 1800. Asante sana. Tangu ameleta gari ndugu. Huyu ni mjamzito imeanza mimba kusumbua usiku. Baba mchungaji niko hapa. Hivi naona mchungaji anawasha gari. Hawafikiri mafuta. Twende ule farmete. Imagine sisi wote hapa. Halali. Yaani sasa umeletewa pale kama kachini. Kama kusumbua. Ni afadhali kwa una gari. Anapanda mle hamna. Umeweka kupanda gari kwa mchungaji ukachangia. Niangalia kama macho makavu. Umeweka kupanda ukachangia. Tunakula wote, tusidanganyane hapa. Wanakuja wageni wa kanisani na kumbuka kule kwetu mzee. Hawalali guest. Wanalala kwa mchungaji. Mngemlaza hoteli ni bei gani mngelipa? Niangaliage tu macho makavu. Tuko pamoja. Amen. Kiwemo chakula cha kutosha. Mchungaji ni mchungaji wa wote na wapagani. Mimi naona kule kwetu. Wamepata shida, mchungaji tuna 1, 2, 3, 4, 5. Hakuna swali, twende. Wanakula wapendwa na wasiowapendwa. Sasa huyu baba hana fedha. Huyu baba zimeisha. Anafanyaje? Zaka zilikusudiwa kuweka chakula cha kutosha. Nyumba ya Mungu isiishiwe. Nyumba ya Mungu iwe tayari kupokea wageni muda wote. Wakiingia watoke wanabarikiwa. Ni zaka. Zaka ilikusudiwa ikitolewa ifungue madirisha ya mbinguni. Mbingu zifunguke, maana anasema leteni zaka muone. Sisi tumebaki tunang'ang'ana. Twende kwa mtume tukatoe laana ya ukoo. Sisi kwenye ukoo wetu walituimbilizia.
Hakuna wa kufanikiwa wala kuna baskeli. Anaenda kwa mtume, rafiki yangu anasema utanyonyoka nywele. Laana haitatolewa kwa sababu imewekewa mkono. Haipo. Utanielewa? Haipo. Huwezi ukatoka kwenye laana kwa kuwekewa mkono. Lete zaka ili laana itoke. Ndio. Laana zini madirisha funguke. Madirisha kufunguka, ndugu zangu, sio lazima upate fedha. Kufunguka madirisha na unatembea kwenye mkondo wa baraka. Mungu anaweza kaachilia kibali. Uko pale ofisini kwako, mko watumishi wengi pale, jina lako linakaa mdomoni mwa bosi wako. Kuna semina Dodoma naitwa wewe. Anaitwa mtu wakilisha pale Dodoma. Na mimi mnafahamu mambo ya serikali. Ukienda kwenye semina, tuimbe haleluya, hosana. Umetoka Dodoma, unarudi, huna sifa. Kikao kiko Arusha, wenye sifa ni wakurugenzi. Tutasikia mkurugenzi anasema mimi bwana, kwa sababu nina kikao kingine Dar es Salaam. Utatuwakilisha. Nani wewe? Wako wa makaimu wake pale, wako wengine watendaji, unapewa wewe. Mungu amekubariki. Mtu anajisikia kufanya kazi na wewe. Raha ya mtu ni kuona kale kamradi, kale kampenyo uchukue wewe. Yaani hiyo ndio mkondo wa Mungu wa baraka. Mbingu zikifungua madirisha, kila mtu kwenye eneo lake unaona fursa zinatokea, unaona mipenyo inatokea, unaona channel zinatokea. Ndio unapata wazo. Mimi ni mkulima kule Weole, nilinde karoti mwaka huu, umeotea. Ndio mwaka wa kipeto kimoja tunaosha mtoni 80,000, mfuko moja wa Kenya 80,000. Na kujana na kipeto ni kutoka hapa mpaka hapa kimejaa. Unakwenda kuvuta makaroti mle gunia peto 40, 50, 60, 100 liko Bosaka. Nenda soko mama mtoni, wanakuambia 80 alafu tunaosha wenyewe. Mwaka wa Bwana huo, mbingu zimefunguka, madirisha yameachia. Ndio umefuga kuku, wanataka mayai mara mbili. Kuku tunafahamu huwa anataka leo, kesho anapumzika, wale wa Kiswahili. Lakini wako shanga leo yai, kesho yai, yakakakakakakaka yanatokea. Mbingu zimefunguka. Mbingu zikifunguka ni kibali kinatokea. Watu wanajisikia wepesi, watu wanahamasika huko ndani kuwa na wewe. Kuna fursa imetokea, ni wewe. Unaenda kwenye biashara, hata kama una mtaji, nendaga. Nimalizie kwa kusema, wewe niache tutapotezea muda, niongeze wazo hili nikamalize. Tunasema utoaji wa zaka ulikusudiwa kuachilia ulinzi au kumkemea adui katikati yako wewe. Zaka ulipaji kwa Israeli ulikusudiwa kwamba kila anayetoa zaka itumike kama ulinzi kukemea maadui. Maadui ni akina nani? Ninyi mnafahamu. Ukiuza duka la madawa, hakunaga nipunguzie. Umewahi kwenda hospitali kwa daktari amekwambia bei, unasema nipunguzie bro? Unakutokea ni wewe peke yako. Kama ni wewe, ni wewe. Hakuna. Yaani ile bei kwanza, dawa hawajaweka lebo. Lebo iko kichwani mwake. Anaweza bei ya hii akaipa hii, ukachukua wewe. Hakunaga nipunguzie, haipo. Labda nyinyi wenzangu, mimi nilitingwa mwaka mmoja ndio nilivunja sheria hii. Hapo anauma, wakati anauma ile binti niwaambia kiusi. Yes, na ndio Joyce. Anauma.
Sasa kile ukienda nyumbani, ukirudi asubuhi, utasikia kanunue dawa hizi. Ukizunguka pale dukani, 124,900. Ukienda tena nyumbani, sasa sijaisha vizuri, anasema kanunue na hizi 112,500. Siku ile nimeenda ndio niko na hela ya mwisho. Ndio ya mwisho, yani mwanaume hapo ndio nimejikaza kwa mwisho. Ndio maana kwa wanaume kufanya kazi bro ni lazima. Kwa sababu yako mazingira ni wewe, hakuna mwingine. Mama amelazwa hospitali, yeye ni kukufunguka tu, alafu baba mtoto apendelee sana ugali, anapendelea wali. Kaulize bei ya wali bei gani? Ndugu, imeisha ndio hela yangu ya mwisho. 50,000 ya mwisho. Nafika pale, ananiambia dawa sio 65,000 sio ngapi. Nikasema brother, nipe hiyo dawa. Hela hii hapa 50,000 hii hapa. Na unipe change ya kuendea uone. Yule jamaa nafikiri alisoma saikolojia, huyo jamaa amechanganyikiwa. Maana bei ya dawa 65, unampa 50, anatakiwa lete change ya kwenda wapi? Uyole. Yule jamaa akanipa dawa. Aliniangalia hakusema neno, akanipa kamata. Naona yule jamaa ameshavurugwa hapa. Shavurugwa, nilivunja mwiko huo. Ni biashara hainaga nipunguzie. Sasa ulinzi wa hili nini? Mungu anakemea, anakupa magonjwa ya saizi yako, anakupa changamoto za level yako kwa sababu ya zaka. Sio kwamba hatutaugua, lakini tutaugua magonjwa ya aina gani? Maana wote ni wagonjwa. Huyo na ugonjwa utakiwa ende igawiro. Huyo mwingine ugonjwa wake wa igawiro anasema hapana nenda mkoani. Wengine wanasema mkoani hapana nenda rufaa. Wengine rufaa wanasema hapana nenda Muhimbili. Wengine wanasema Muhimbili hapana nenda India. Mungu anakupa ya level yako. Unalala ovyo, unakunywa pana kesho uko super. Amina. Amen. Ndio. Ungepewa ugonjwa wa kwenda Muhimbili, wewe hata Inyala hujafika. Nini kinatokea huko rafiki? Mungu anajua ni mwanangu akienda huko atapotea, mnekwaza magorofa, kona, barabara, nini. Magonjwa yako yanaishia hapa mkoani imeisha. Kugoma kuleta zaka. Unashangaa unapewa ugonjwa, unafika farasema, hiyo kwanza daktari kupima, anatingisha kichwa. Kisha anatikisa kichwa, haimeisha hiyo. Rafiki yangu mmoja mtoto ameugua. Sasa wakamwambia tu hapa, brother, ugonjwa huu ni Muhimbili, lakini Muhimbili nako ni kama safari ya kwenda India. Aliporudi kule nyumbani, anasema sana, kwisha. Yaani ameshakata tamaa, anasema kwisha. Alipopewa lile jibu, imeisha hiyo. Nikaanza kumtia moyo mtumishi, hapana, yuko mwela kwisha. Yaani wananiambia Muhimbili, lakini Muhimbili wanasema na kwenyewe ni kama anapita njia. Kwisha habari. Zaka ilikusudiwa ilete ulinzi. Mambo yaliyo nje ya uwezo wako, Mungu asiruhusu kukaribie. Akupe ya saizi yako, akupe ya level yako, akupe ya ukoo wako, akupe yanayofanana na wewe. Naliita kanisa la Bwana, pokea roho njema ya kutoa sadaka sawa sawa na madai ya Mungu. Inuka kwa miguu yako sasa, tukamshukuru Bwana, twende zetu nyumbani. Haria Mosaita Nirondoro Bokori Habasa Iko Rabasa Kariandoridika Horika na Rabaka. Inamisha kichwa chako tafadhali, yafunike na macho yako, niseme na moyo wako. Hallelujah. Huhitaji shahidi wa kusema na wewe. Neno la Mungu linasema, wale wote ninaowapenda huwa ninawakemea na kuwarudi. Ukiona kuna mahali kidole kimekunyokea, sio kwamba Mungu amekuchukia, ni upendo wa Mungu unakuvuta urudi. Yeye hulituma neno, hilo neno linaponya watu, hilo neno linaponya mataifa. Tumezungumza madhara asubuhi ya leo ya kutoa sadaka vibaya, madhara ya kutoa sadaka vibaya,
madhara ya kufanya hivyo huwa yanaleta laana kwenye maisha, huwa yanaleta mikosi kwenye maisha, huwa kunakosa baraka kwenye maisha yako. Ni kweli inawezekana umekuwa unalalamika, mimi Mungu simuoni. Nikuombe mchana huu leo, jaribu kujifanyia mahojiano mwenyewe ndani yako. Kwenye utoaji wako wa sadaka, unafanana na madai ya Mungu? Kwenye utoaji wako wa sadaka za kawaida, je, zile sadaka zinafanana na kiwango cha baraka Mungu aliyokubariki? Utoaji wako wa sadaka unafanana na kiwango ambacho Mungu ameruhusu baraka kwenye maisha yako? Uhitaji mtu wa kukusemea, wewe ndiye mwenye jibu moyoni mwako. Sadaka yako inaandaliwa. Mungu amehusika na wewe wiki nzima, tangu Jumatatu yuko na wewe, kakutetea njiani, kakuponya kwenye gari, kaponya watoto wako walikoshinda, kaponya mumeo, kaponya mkeo, kaponya mifugo yako, kaponya nyumba yako imelindwa salama, hakuna aliyesogelea kwenye kufuli lako. Leo tumekuja kwenye shukrani hapa, tumekuja kumwambia Mungu asante. Je, sadaka yako inafanana na kile ambacho Mungu amekifanya kwako? Wewe ndiye shahidi. Lakini tumekwenda mbele zaidi, kwenda kwenye zaka. Afya yako ya zaka ikoje? Hawa watu wakalalamika, mbona hatufanikiwi? Lakini Mungu anauliza, zaka yangu iko wapi? Heshima yangu iko wapi? Anasema mwana humheshimu baba yake na mtumwa humheshimu bwana wake, lakini ninyi heshima yangu iko wapi? Nimehusika na nini? Niombe niseme mchana wa leo, yuko Mungu mahali hapa mwenye kutuinua tena. Naomba niseme hivi, Mungu ana tabia moja, kama tumerudi kwake kwa moyo wa ndani, kwamba Baba, ninaanza upya, nasogea mbele zako. Ni kweli nimeleta sadaka, lakini sio kwa kiwango kile. Ni kweli nimekuwa nikitoa sadaka, lakini sio kwa sifa na vigezo hivyo. Nataka nianze na moja. Mungu wetu ni mwaminifu. Kama mashariki hivyo mbali na magharibi, ndivyo ambavyo huwa anasahau uovu wetu, huwa anaisahau dhambi yetu. Natamani mchana wa leo tuende mbele za Bwana kwamba Mungu, ninaanza upya, ninajipanga upya tena. Kwenye zaka sijawa mwaminifu, nimeifuta laana. Nimetoa zaka asante, lakini sio kwa ukamilifu wake. Nimeleta sadaka asante, lakini sio kwa kiwango ambacho Bwana ulinibariki. Lakini kuanzia leo ninaamua, nimejipambanua, naanza na moja. Mazingira haya ndugu zangu yatafanya Mungu ashuke kwetu, yatafanya baraka zirudi kwetu, yatafanya mema yatufuate tena, na lango la Bwana liko wazi tayari kupokea kila nafsi iliyo tayari. Sisemi nitakuombea, nataka tuombe pamoja. Mimi nitaomba na wewe, lakini na wewe natamani uombe, maana wewe unaufahamu halisia, unaujua ukweli, unaijua hali halisi ulionayo, unajua maeneo ambayo umekuwa nayo, na Mungu amesema na wewe hapo. Riakosaka baka rindo robo koria basaita ishondara bakoria bota kariando robo kosidirika boshambo kamaria ndara bakata. Wewe ndiwe Bwana, haleluya. Wewe ndiwe Mungu Jehova, wewe ndiwe mfalme wa wafalme, wewe ndiye Mungu unayetupenda Bwana. Kama ungehesabu uovu wetu, ni nani angesogea kwenye kiti chako? Kama ungehesabu dhambi yetu, nani angekaribia madhabahuni pako? Kama Mungu ungehesabu madhaifu yetu, nani angekuwa na sifa ya kulitaja jina lako? Lakini Bwana, kwako kuna sifa na msamaha, ili wewe Bwana uogopwe, ili wewe Bwana uheshimiwe. Hata sasa nakiri ya kwamba ni rehema zako Bwana hatuangamii, ni upendo wako Bwana hatuangamii. Ungetupima kwa mizani yako, ungetupima kwa nura yako, wote tumepotea, wote tumepita kushoto, wote tumeondoka katika madhabahu yako. Lakini Bwana, kwako kuna msamaha, kwako Bwana kuna huruma, kwako Bwana kuna rehema. Nami naacha liabosaka, naacha mbele zako Bwana. Naomba niumbe upya tena, umba upya kanisa lako, umba upya watoto wako, tufanye upya tena Bwana. Tuanze na wewe Bwana, tusimame na wewe Bwana, tutembee na wewe Bwana. Tumetoa sadaka vibaya, tumetoa zaka vibaya, tumetoa malimbuko vibaya, tumetoa shukurani vibaya, lakini leo Bwana
kwa dakika moja tu. Toka tu pale ulipo, nitaomba na wewe. Watu 2, 3, 4, 5. Nasema nahitaji Bwana nipe nguvu tena. Nilikuwa naweza zamani hayo uliyosema. Nilikuwa natembea katika hayo. Kilichotokea hata sielewi kitu gani. Nimepoteza ile hali. Nimepoteza ile nguvu. Nimepoteza ule ushawishi niliokuwa nao zamani. Nilikuwa mwaminifu katika kila eneo, lakini sielewi tumepoteana wapi. Kuna mahali tumeachana, kuna mahali tumepishana, kuna mahali sielewi nimeachanaje naye. Ile hali imepotea, ile shauku yangu, kiu yangu, hamu yangu ya kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali. Nimekuwa nikitoa sadaka, lakini sio kwa madai yale, sio kwa vipimo vile, sio kwa namna ile. Naomba uje ili tuombe tena. Bwana anayo nafasi ya kufufua. Bwana anayo nafasi ya kuanza upya na wewe. Bwana anayo nguvu ya kuachilia mafuta yake mengi. Riasa karabaka. Roho saka. Uri ndara bakoria bosa. Rambo sada la bakoria botisika. Hallelujah. Nakusubiri wewe ambaye unajua kabisa Roho Mungu anasema na wewe. Kuna majira fulani katika safari yako ya maisha kiroho ulikuwa mwaminifu mno katika kila unalolifanya. Ulifanya kwa uaminifu, ulifanya kwa viwango, ulifanya kwa ubora, lakini kuna mahali mkapoteana, kuna mahali mkaachana, kuna mahali haijulikani nini kiliingilia kati, na ile hali haijakurudia tena. Yuko Bwana wa ufufuo, na niachue niko hapa, ni kwa ajili yako tu. Hawa wengine wamenisema wamekusindikiza wewe, lakini Mungu amenituma kwa ajili yako tu. Hallelujah. Niombe watumishi wa Mungu, tutaomba na watu hawa. Hawa watu walioko hapa haina maana wana dhambi kuliko wengine, lakini kwamba mtu anatamani afanye vizuri zaidi, anatamani asogee mbele zaidi. Wewe uliyeko kwenye kiti hauko, sio haimaanishi kwamba uko salama. Roho wa Mungu anakushuhudia kabisa kuna mahali unahitaji neema ya Mungu. Endelea kujililia kwa ajili yako mwenyewe. Endelea kujiombolezea kwa ajili ya maisha yako mwenyewe. Endelea kulia kwa ajili ya maisha yako mwenyewe. Wakati tunaomba na watumishi wa Mungu walioko hapa mbele, Bwana achilie ufufuo mpya. Bwana achilie neema mpya. Bwana alete afya mpya kuanzia sasa. Bwana atafanya kazi pamoja na sisi. Hariasi kabona masada. Rambo saka na bakuri ya kushika. Wakati tunapenda kuweka mikono, tuombe pamoja maombi ya pamoja. Alafu tutaweka mkono juu yako. Iko nguvu ya Mungu inakwenda kutembea. Iko roho ya ufufuo. Roho ya ufufuo atapita. Roho wa kiu na shauku na hamu ya kufanya vema atapita. Naomba tuseme kwa pamoja. Bwana wangu Yesu, unajua ninakupenda, unajua ninakuhitaji, lakini kuna namna ninakuacha. Asubuhi ya leo mbele ya madhabahu hii nasogea mbele zako Bwana. Niumie kiu, niumie kamu, niumie hamu ya kukutaka wewe katika kila eneo na maisha yangu Bwana. Nitoe sadaka zinazokubalika mbele zako. Nitoe dhabihu zinazokubalika mbele zako. Nisaidie kushindwa kwangu. Nisaidie kushindwa kwangu. Kwa imani katika jina la Yesu. Napokea moyo mpya. Napokea hamu mpya. Napokea utumishi mpya. Katika jina la Yesu. Naomba endelea kujiombea wakati tunaomba na wewe. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Achilia ufufuo Bwana. Achilia neema Bwana. Achilia mafuta Bwana. Achilia wingu lako Bwana katikati ya mtu huyu. Achia ufufuo. Achia neema. Achia baraka. Achia roho ya utumishi. Kwa jina la Yesu aliye hai. Neema yako Bwana. Roho wako Bwana. Wingu lako Bwana. Roho Mtakatifu. Shuka tena Bwana. Shuka tena Bwana. Achia moto. Moto wa ufufuo. Moto wa uamsho. Moto wa utendaji. Ushuke tena Bwana. Ufufuo wako Bwana. Wingu lako Bwana. Vishuke tena. Vishuke tena. Vishuke tena. Achia tena. Moto wako Bwana. Nguvu yako Bwana. Moto wako Bwana. Ashuke tena. Atembee tena. Katika jina la Yesu Kristo. Achia mikononi mwako. Yanga na wako ya bota. Rama ya sarabaka. Katika jina la Yesu Kristo. Achilia neema yako. Achilia baraka zako Bwana. Kwa maamuzi wanayofanya machoni pako Bwana, wamekuja kwako wewe Mungu wa mbingu na nchi. Wewe ni baba yao, unajua habari zao za ndani na za nje. Uko tayari kuwahudumia Bwana. Ujifunue na kujidhihirisha na kuwa halisi katika maisha yao katika
jina la Yesu. Tembea Bwana katika nafsi zao, tembea Bwana katika miili yao, tembea Bwana katika fahamu zao, tembea Bwana katika kila eneo la maisha yao, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu uliyemtuma, na waishi maisha yatakayokupa sifa na utukufu na heshima, wewe Mungu uliyewapa fursa ya kukujua, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, ninakushukuru, ninakushukuru Bwana, ninakushukuru, ninakushukuru Bwana. Makofi ni kwa ajili ya Yesu ya juu na makubwa. Amen. Asante Yesu Kristo. Nirudie tena kukupongeza kuwepo kwenye ibada hii. Naamini hautatoka kama ulivyoingia, kwa sababu Mungu akisema na wewe unatokaje kama ulivyoingia? Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao ni washirika wetu wa muda mrefu, ni kama Mungu anaturudisha tena, anatukumbusha mahali ambapo hatukukaa vizuri. Wangapi wanakumbuka nilifundisha somo la utoaji kwa miezi 6 mfululizo? Na nilishawaambia kama upendi kusikia habari za utoaji, ukiona nasimama tu, chukua vitabu rudi nyumbani, kwa sababu nitazungumza habari za utoaji kwa miezi 6, na nilifundisha somo kwa miezi 6, lakini msingi ulikuwa ni kitabu cha Malaki. Lakini baadaye nimekuja nikakufundisha pia, na nimeshangaa sana mchungaji alipokuwa anaanza anasema sijui nani alitufundisha tuwe tunafunga ngumi tunapopeleka sadaka. Mimi hawa watu mchungaji nimeshawaambia, kufunga ngumi unapoenda kwa Mungu unaenda kugombana naye. Kama ni sadaka inatoka moyoni, unaweza ukaishika ukiwa unapepea unapoenda madhabahuni, kwa sababu sio ya kwako, tayari umeshaitoa kutoka moyoni kwa ajili ya Mungu. Lakini watu bado wanafunga ngumi. Mungu ameendelea kutukumbusha tena kwamba kumbe mimi sio nabii peke yangu, ametuma na nabii mwingine, ametuma na manabii wengine na manabii wengine. Kila Bwana Yesu mbarikiwe. Na ujue Mungu ana mpango na maisha yetu. Kama akifanya vitu vya namna hii, maana yake anatupenda na kutujali. Sisi tuwe tayari kusema Bwana, tuko hapa. Naam. Tuwe tayari kufanya vile Mungu anavyotaka tufanye. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Niwapongeze sana idara ya wanaume, viongozi pamoja na wanaume wote kwa kuandaa ibada hii tangu siku ya Jumatano.